nzima na hadithi chungu nzima. Leo nimechomekewa jambo baya, nimelileta kwenu, miezi imekatika, mtaki kumtoa muhalifu ni nani? Akaniuliza, shekhe, kuna mtu unayemtuhumu? Nikamwambia hapana, siwezi jua maadui zangu wako wangapi. Ninachojua mimi, wapenzi wangu ni wengi kuliko maadui zangu, kwa sababu maadui wanaojitokeza hadharani kunitukana mimi na kunishambulia, tukiwahesabu hata 50 hawafiki. Lakini umma wa Kiislamu wanaonipenda duniani kote kwa sababu ya kazi hii iliyotukuka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wengi mno. Kwa hiyo nahesabu wapenzi wangu ni wengi kuliko maadui zangu. Kama shekhe bwana, afande huyu ambaye tumemkabidhi kesi kwa nia njema, na naomba umchukulie kwa nia njema, hii account ameiblock. Hakujua kama lengo lako ni kufuatilia hii cheni, nani yuko nyuma ya akaunti hii. Alitaka kwanza kuzuia madhara dhidi yako. Kwa kitendo cha kuzuia, tumekosa access zote za kujua nani kafungua. Nilikuwa mkali kama mbogo, na yule afande hakuchukua muda, wallahi ameondoka duniani, kwa sababu nilikuwa nalia machozi ya moyoni. Nani kanidhulumu mimi? Mbona sina uadui na mtu? Akaniomba sana yule DCI kwamba jambo hili niliache, na akaniambia, naandika kuanzia leo, lolote litakalotokea katika sura kama hii dhidi yako, tunajua ni katika mwendelezo wa maadui zako, usiwe na wasiwasi. Nikawa sina jinsi, nitasema nini? Account ishablokiwa. Nikaambia, huna nia njema na mimi, nyinyi mmeshamjua huyo alionichomekea, ndio maana mnalipotezea. Mwenzangu ananikanyaga tap kwa miguu, punguza jazba. Nikaambia niache. Wallahi na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, haya ninayokuambieni yamenitokea mimi. Nikakubali yaishe, nikaondoka zangu. Siku 3 hazikupita, na nipigia kijana mmoja wa Kiislamu, sitaki kumtaja anatokea wapi na anafanya kazi wapi. Kaniomba tukutane nje ya maeneo yangu haya. Nikamfuata, akanambia, ni mashekhe wenzako wawili wamekutengenezea skenda hii ili ukaungana na kina Mselemu Ali kule gerezani, na ndio maana DCI akaona aibu kuwaumbua, ila kawasema, mashekhe wenzangu wawili, kipi kinachowakera? Juhudi, tushindane kwenye juhudi. Kwani mimi na juhudi gani? Juhudi kiduchu kabisa kwenye dini hii. Dini haiendi kwa sababu ya sisi, na kwenda kwa rahma zake Allah. Na laiti ingelikuwa inaenda kwa juhudi zetu, isingefika hata mlangoni. Hatuna juhudi lolote, tunajaribu jaribu. Haya ndio yaliyotokea Waislamu, na mimi nilikuwa nahisi atakuwa ni Muislamu wenzangu, mashekhe wawili. Niende mbali kidogo, huyo Sheikh Mselem Ali na wenzake walipata matatizo. Mimi niliandika barua wakati wa awamu ya 5 kwa wizara husika, niende nikawaone ndugu zangu wale, shuhuda Sheikh Mselem na Sheikh Faridi Muaulizi, na nikajibiwa, na nikaenda gerezani nikaonana nao. Wengi walinisi, usiende, Magufuli akijua umeenda kuona utakwisha. Nikaambia, ni haki ya mtu kumuona mfungwa, au sio haki yake? Haki yake. Si nimeomba kwa barua, wamenijibu magereza kwamba ruhusa kwa maandishi, na ninayo maandishi, naenda. Nikaenda, wakati wanamleta Sheikh Mselem na Sheikh Faridi, waliniambia watakaa chini. Kabla na kuombeni sana, wawekeni kwenye benchi. Mimi nakaa juu, wao wanakaa chini. Najua ni utaratibu wenu gerezani. Wakanisikiliza, wakakaa juu, na tumezungumza mengi, na hatukuwa peke yetu, maaskari walituzunguka.
angalau nimekwenda kuwazuru. Juzi kuna mtu ananiambia, mmoja ya Waislamu katamka maneno mabaya sana, nikamwambia nitumie hiyo clip naitaka, akiwa anawashambulia hao wasiokuwa Waislamu kwa kumtetea mwanasiasa aliyekuwa ndani, wakatoa tamko atolewe haraka, tena bila ya masharti. Wenzetu wako mbali, wanatoa mpaka waraka mwanasiasa wao wanaompenda wao, chaguo lao, atolewe haraka. Sisi mashekhe ubwagwa hatuna uwezo wa kutamka tolot. Akanambia kuna mtu mmoja anamjibu moja ya wale watoa waraka, anasema nini? Anasema, huyu vipi? Sisi pia si mashehe walikaa ndani miaka 9, mbona hatukusema chochote? Nikasema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muislamu unajifakhiri kwamba Waislamu wenzio walikaa ndani miaka 9 na tulinyamaza kimya, tumetulia. Unaona hii ni fahari kusema? Unataka wasemewe na maskofu, si mtaka mwenyewe mwasemee? Mtihani sana. Naomba hotuba yangu nihitimishe. Wenzetu lao ni moja, wenzetu wana uwezo wa kutoa tamko moja. Sisi kila mtu ya rabbi nafsi. Sisi hata tukijaribu kuungana, kila mtu anataka uongozi. Wa ana alkabiru fa'adhimuni, kauli mbiu inasema mimi ndio mkubwa, nitukuzeni basi. Mwenzao mmoja akipatwa na matatizo wanaungana. Sisi wenzetu wangapi walipata matatizo na wengine wanaendelea kupata matatizo, hatujawahi kufanya chochote. Bali baadhi yetu wanaweza wakafurahia matatizo ya wenzetu na wakaongeza katika moto petroli ili moto endelee kuwaka. Wale Waislamu wenzake, wanafunzi wenzake wa Bwana Mtume Muhammad, wafuasi wenzake wa Bwana Mtume Muhammad, wapenzi wenzake wa Bwana Mtume Muhammad, aendelee kuteketea. Tutauona uso wa Mtume siku ya Kiyama. Sisi wenzetu wanaheshimika kila kona, sisi tunadharaulika kila kona. Kwa nini? Wamejijengea heshima na sisi ndio tumejijengea dharau hiyo, na tukidharauliwa tunakasirika. Nini tatizo? Sisi unafiki ni mwingi, woga ni mwingi, hofu ni nyingi, tamaa ni nyingi, uchawa ni mwingi, na hatuna ikhlas katika dini yetu, na hatudhani ya kuwa iko siku tutaondoka duniani. Kipi tufanye basi ili sisi tuheshimike na heshima yetu irudi na utukufu wetu urudi? Ya kufanywa ni mengi, lakini naomba nikuambie ni machache tu ili kuokoa muda wa khutba. Katika sura hiyo hiyo ya 8 Al-Anfal aya nambari 46, Allah katuambia, mkitaka kupoteza nguvu zenu, tamko lenu, uwezo wenu, umoja wenu, anatufundisha jambo. Anasema, wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Namtiini Allah, namtiini mtume, maagizo hayo. Wala tanaza'u, wala msikinzane.
wala tanaza'u, wala msikinzane, wala tanaza'u, wala msigongane, wala tanaza'u, wala msigombane, fatafshalu, mkifanya hivyo mtafeli. Sisi leo ni failures kwa sababu ya migogoro. Nimekupeni mfano, wiki 2 zimebaki, badala ya kuona mashekhe wakiwaeleza watu utukufu wa mwezi wa Dhulhijja, masiku 10 bora, utukufu wa kufunga siku ya Arafa, ngoma Simba na Yanga Arafa 1 au 2, mwisho malengo ya Arafa hayapatikani na Waislamu hawajui Arafa nini, fadhila zake nini. Migogoro babu, mivutano, ngenga, radi yametufikisha hapa. Wala tanaza'u, wala msikinzane, msigombane, msivutane, fatafshalu, mtafeli. Tumefeli, hatujafeli sisi, tumefeli. Watadhhaba rihukum, na nguvu zenu zitaondoka. Hatuna nguvu, tunatumika tu pale tunapotakiwa kutumika. Na Muislamu anaweza kwa jiwe moja, 100,000 tu akauza dini yake, lakini asiyekuwa Muislamu humuingie kwa ushawishi wa pesa, na kama atakubali mamilioni ya pesa. Na tunajulikana kwamba she 100,000 inatosha. Baba askofu hapa chini ya 30 milioni akubali. Hiyo laki inakupeleka wapi? Njaa tu, tamaa tu. La hawla wala quwwata illa billah. Nahitimisha khutba yangu Waislamu. Jambo la pili, mashekhe tunyooke, viongozi tunyooke. Haya ninayosema sio shutma kwa mashekhe wenzangu, bali na mimi nimejiingiza humo ndani, na mimi nimo. Hakuna sehemu naweza nikakwepa lawama, hata kama nimefanya jitihada kadhaa, bado hazilingani na ukweli na uhalisia unaotakiwa. Jambo la kwanza, tufanyie kazi hii aya. Jambo la pili, mashekhe na viongozi tunyooke, tuache kujidhalilisha. Tunajidhalilisha wenyewe. Tuache kuuza dini, tuache kuuza imani. Mshairi anasema, kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waju, vipi kivuli kitanyoka wakati mtu umepinda? Vipi waumini wetu watanyoka sisi tumepinda? Tupendane, tushikamane, tuthaminiane, tufanyie kazi mafundisho sahihi ya Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sababu Qur'ani iko wazi, sunna ziko wazi, maelekezo yako wazi namna gani Waislamu tunavyotakiwa kushikamana, kupendana, kuthaminiana, letu liwe moja, tuheshimiane, ikhtilafu zetu tuziweke pembeni. Hutaki kufuata na ushekhe wako na uimamu wako na umamuma wako, wewe hufati Qur'ani na sunna, unakwenda kinyume na aya kede zilizoagiza majambo hayo na hadithi kede zilizoagiza majambo hayo. Mwisho, kwa hotuba hii najua itakaliwa sana, ikalieni vya kutosha. Nimeongea kwa mujibu wa Qur'ani na sunna. Kwa hotuba hii naweza kushangaa akanijibu mtu katika hawa mashekhe wenzangu. Sikumtaja mtu jina, nyinyi mashahidi. Sijataja jina baraza la mtu, taasisi ya mtu, jumuiya ya mtu. Nimetoa hotuba hii kupitia matukio yaliyojiri katika nchi yetu. Mmoja ya maaskofu alipata kushambuliwa, maaskofu nchi nzima wameungana, mmoja tu. Na katika nchi hii haijapatapo kutokea askofu kushambuliwa. Wenzetu watukufu watakatifu, tunashambuliwa ni sisi tu, wanyonge wa Mungu na mtume. Wamejitokeza, wanatoa matamko mazito, bali wanajiingiza mpaka kwenye siasa na kutetea wanasiasa. Wana uthubutu kwa sababu wamejijengea heshima na wakaheshimika. Sisi tumejengea kudharauliwa
na tumedharaulika. Mimi sijamtaja mtu jina, atakayenijibu na waomba Waislamu duniani kote mumjue nimemgusa na ndio mwenye sifa hizo, na hotuba yangu imemgusa na ndio maana akajitokeza. Ukirusha jiwe kizani ukasikia mtoto ukasema yala, ndio huyo mtu mzima. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqahu min ba'di tafarruqan ma'suma aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da' ad-din wansur juyush al-muslimin fi mashariq al-ard wa magharibiha rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin, Allahumma kun lahum nasiran wa mu'ina, Allahumma kun lahum nasiran wa mu'ina. Allahumma man arada بنا وبإسلامنا سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تعلم أعداءنا من الجن والإنس عددا